shauku ya Yuda mbaya ilimshikilia mpaka mauti. Na wakati mpendo, Mungu anatuita, rehema na huruma zake zinatuita siku ya leo, tunaendelea kuifanya nia yetu kwa miguu. Tusimwendee kwa kutubu, kwa kujutia yale tuliyofanya, kwa kusikitishwa na maisha yasiyostahili Injili. Tumrudie kungaliko kunayo neema, mlango haujafungwa. Iko siku tutalia mara mwisho kama Yuda, baada ya kugundua kwamba mpango wake kumbe ilikuwa kinyume au dhidi ya Mwokozi. Hata nafsi yake mwenyewe alienda kujiangamiza. Rehema kwake ilikuwa imekwisha, mlango ulikuwa umefungwa. Kwa hiyo hakukuwa na maana, ila tofauti na Petro, nia yake Petro ya kukosea haikuwa mbaya. Yeye alikuwa yuko tu kwenye mawazo ya kibinadamu, kwamba wajapopunguazo yote hawa, wajapokuacha yote hawa, wajapoogopeshwa yote hawa na Mafarisayo na Masadukayo, mimi sitapunguaza pamoja nao. Mimi nitakufuata. Niko tayari Rabi, niko tayari Mwalimu, niko tayari Bwana wangu kufa pamoja na wewe. Kifo utakachokufa nitakufa na wewe. Bwana Yesu Kristo akamwambia Simoni Petro, hujui unayosema sasa, na wala unapowazia utaenda pamoja nami napoenda. Huwezi ukanifuata sasa hivi, huwezi ukaenda pale ukaingia sasa hivi, ila utanifuata baadaye. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwako na kitu cha kufanya. Petro bado alikuwa anamilikiwa na mawazo, alikuwa na dhani ya kuwa Bwana Yesu Kristo ni Mungu ila mwanadamu, kwamba amekuja kufanya makazi ya kidunia. Haleluya! Ndio maana alikuwa na dhania Yesu, yani ya kuwa hataangamizwa, hatasulubiwa. Alikuwa anajua labda ni kipigo fulani na kuwakwepa na kukimbia, kwa sababu ana mamlaka ya kufanya hayo. Petro hakuwa naelewa. Bwana Yesu Kristo wakati anawaambia wapendwa, haleluya, ya kwamba mnaweza kukinywea kikombe hiki na kubatizwa ubatizo ni batizao. Haleluya! Alikuwa anamaanisha huo ubatizo wa mateso, huo ubatizo wa mateso. Ndio maana akasema, yeyote atakaye kuwa mwanafunzi wangu na ajikane mwenyewe. Ubatizo wa mateso, baada ya kujikana, kujikataa, kujidharau, kujipuuza, ndiposa uchukue msalaba wako mwenyewe, tena ujitwike. Mwanamke kanisa, mahali pa nguvu za mwanamke ni kichwani. Mwanamke huwa abeba mzigo mzito begani. Ukikutana mwanamke anayebeba mzigo mzito begani, huyo sijajua asili yake ikoje, lakini Bwana Yesu alisema kujitwika. Alikuwa anamaanisha kanisa, mahali pa nguvu za mwanamke, sio begani. Ili unaweza ukaniuliza, mbona mtoto ni mgongoni? Sasa ungemfungaje na mbeleko begani? Huyo ni mtoto. Lakini angalia mzigo mzito, huwezi ukabeba begani. Nimeona Masai wanawake wanafunga kuni huku mgongoni, kuni amepinda hivi, Masai mwanamke mgongoni. Petro alikuwa ana mambo ya kuondokea. Ndio maana mtumishi wa Mungu hapa, hapana shaka alikuwa ni Paulo, anasema, maana hapa hatuna mji udumuo. Kiburi ni wazo la miji miovu, ila tunaambiwa hatuna mji udumuo hapa, bali twautafuta ule ujao. Basi kwa njia yake yeye aliyemwaga damu yake, kwa njia yake yeye aliyetufiria, kwa njia yake yeye aliyetuhurumia, kwa njia yake yeye aliyekuja kwa ajili yetu,
kwa njia yake yeye aliyeukomboa ulimwengu kutoka dhambini, kwa njia yake yeye aliyetuhesabia haki. Anasema na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Kwa njia yake yeye, na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Dhabihu ya sifa daima ambayo inakuwaje? Anasema yaani tunda la midomo ili ungamayo jina lake. Tunda la midomo, hiyo ndio dhabihu, sadaka ya kufaa. Tunda la midomo kwa ushirika wa mioyo, maana kwa imani mtu anaamini moyoni na kwa mdomo, kwa kinywa anakiri kile anachokiamini, anakikiri kwa mdomo, kinasikika waziwazi. Haleluya! Tumpe Bwana dhabihu ya sifa daima iliungamayo, yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake, iliungamayo jina lake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema lakini msisahau kutenda mema, lakini msisahau kutenda mema, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Tunawezaje kushirikiana? Tunawezaje kutenda mema ikiwa mioyo yetu imegawanyika, wapendwa? Ikiwa mioyo yetu haijafanyika kitu kimoja, ikiwa nia yangu sio kama ile nia ya Kristo Yesu, ninawezaje kushirikiana na wewe? Ninawezaje kuja kuketi kwenye viti na kuabudu pamoja na waabuduo nikiwa siko kwenye roho kweli? Ninawezaje kusema na mshukuru Mungu? Ninawezaje kuinua kutoa ile tunda la midomo wakati si liungami jina lake? Sikiliza mpendwa, tunawezaje kushirikiana? Kwani kushirikiana maana yake ni nini? Tunashirikiana kwa ibada, tunashirikiana kwa nyimbo, tunashirikiana kwa kusoma neno, tunashirikiana kwa kwenda kwenye matatizo kutatua, tunashirikiana. Nia sio kama ya Kristo. Tunawezaje kusema kwamba sisi ni ndugu na dada wakati ushirika wetu ni wa kimwili, hata hivyo sio wa rohoni? Tunawezaje kuthubutu ya kuwa midomo yetu imefanyika kuwa chombo cha dhabihu, tunda la midomo, maneno hayo, haleluya, maneno hayo tunatamka? Sikiliza mpendwa, haleluya, haleluya, ni wakali, wakaidi, wasiojali. Njoo mpendwa, nisaidie hapo, usimame hapo usome. Wakati huo tunaendelea, utafungua Yakobo mlango huo wa 4. Haleluya wapendwa, tunawezaje kufanya madai hayo? Sikiliza anaposema, sikiliza anaposema, anasema watiini wenye kuwaongoza. Yaani mtu anautii kwa viongozi wake. Anaweza akasema chochote halafu hata hivyo anasema ya kuwa yeye ni bibi harusi mwaminio, lakini hana utii, hana heshima ya kawaida kwa viongozi. Anakutana changamoto, anaanza kuzitatua yeye mwenyewe, na hata hivyo anashuhudia kwamba yeye ni mwaminio. Nini maana ya kuwa na viongozi? Maana ili kazi ya huduma ifanyike, hata mwili wa Kristo ujengwe, Mungu aliweka katika kanisa hizo huduma 5. Kanisa haimaanishi kusanyiko kama hii. Kanisa ni mwili wa Kristo ulioenea kote ulimwenguni. Kwa hiyo tunaposema kanisa, hiki ni kiungo mojawapo cha ule mwili wa Kristo ulio kanisa. Kwa hiyo na maana Mungu aliweka kanisani hao wa Kristo wanaomwamini kote ulimwenguni. Aliweka wa kwanza mtume, wa pili nabii, watatu mwinjilisti, wa 4 mchungaji, na wa 5 mwalimu, kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu. Haleluya. Sasa kwa nini tunajitegemea? Alafu huku tunadai tunaamini yote. Uwezo ukaishia kuamini kwa kusikia, unatakiwa kuwa mtendaji. Unatakiwa tu watendaji. Kwamba ikiwa ni kwa kuwakamilisha watakatifu, inatakiwa
Jina la Bwana libarikiwe. Kushirikisha. Dada Anastasia, mama yetu, ulienda kumsalimia mgonjwa, si ukushirikisha? Unatakiwa kushirikisha viongozi wako hata waombe. Ndio nidhamu inayozungumzwa. Unaweza ukaambiwa hapana. Hata kama umeitwa na baba yako, umeambiwa na kiongozi wako wa kiroho hapana, unatakiwa kutii hilo. Maana hiyo ni kwa ajili ya roho, sio mwili. Haleluya. Takiwa kushirikisha. Na useme sababu. Maana Mungu anaweza akaonesha jambo katika kuomba. Naomba akaonesha nasikia roho Mungu ananong'oneza usiende, kuna mtego, lakini umejiendea. Imekuwepo kasumba ya mtu anatoa taarifa yuko safarini, unashinda kwenda. Sasa umzuie, yuko safarini tayari, na anakuambia nilikuwa nakujulisha, nilikuwa nakujulisha, mimi nimepanga kwenda maarifa na kujulisha, alafu anahitimisha tuombeane. Sikiliza mpendwa, watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea, sio tu na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Unaweza ukasema na mimi nakesha naomba. Huu ni utaratibu. Wewe kesho unaomba ni jambo zuri. Imeandikwa mbele bila kukoma, ili msije mkaingia majaribuni. Lakini hawa viongozi tunatakiwa kuwatii kwa kunyenyekea. Kwa nini? Wao wanakesha kwa ajili ya nafsi, kwa ajili ya roho zetu. Wamepewa hiyo mamlaka ya kiungu ya kwamba yeye anapotamka kitu, maana yeye yupo na hiyo nafasi amekabidhiwa na Mungu. Yeye ni mlinzi. Maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Haleluya. Wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Kama watu watakaotoa hesabu ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Ina maana mkifanya hivyo mkawatii na kuwanyenyekea na waongozi, na tukijua ya kuwa maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zetu, hiyo na wafanye hivyo pasipo kuugua. Maana kama atakuwa na ugua, wananung'unika, wanalalamika, wanahuzunika. Jamani, dada fulani kweli ndio ametenda hivi, ndugu fulani kweli ametenda hivi kweli. Hiyo haitakufaa. Hiyo haitakufaa. Hiyo haitakufaa. Nifikie kwenye mstari niliokusudia hapa. Mstari wa 18, tuombe. Maana tunaamini kwa tuna dhamiri njema. Tuombeeni. Mtu anayeomba kuombewa, mtu anayeshirikisha hitaji la msaada, anatakiwa kwa kuanzia yeye aamini ya kuwa na dhamiri njema. Shauku yake, nia yake ya kutaka maombi hayo, msaada wa maombi ni nini? Hapa mtumishi wa Bwana anatuambia tuombeeni, maana tunaamini kwamba tuna dhamiri njema, tukitaka kuwa na mwenendo mwema katika mambo yote. Unasikia hiyo shauku, nia ya watumishi wa Mungu kwamba tuombeeni, maana tunaamini ya kuwa tuna dhamiri njema.